Ayubu, wakati wenye haki wanapoteseka. Ujumbe huu unaheshimika sana kwa sababu unaepuka kauli rahisi zisizo na mashiko kuhusu mateso, na badala yake unaangazia kwa kina ukuu na neema ya Mungu. Ayubu kugundua Injili katika kitabu cha Ayubu na Timkele ikiongozwa na mimi mwana wa kusudi Yojele. Ujumbe mkuu wa mwana wa kusudi Yojele. Mateso ya Ayubu asiye na hatia yanatumika kama kivuli kinachoashiria moja kwa moja Yesu Kristo. Ujumbe kutakwa kumpata Mungu katika joruba kuu. Somo lilioni Ayubu, swati toinata inapokuwa mbaya, akaunti ya benki inapokuwa tupu, mpendo wetu watopochukuliwa kutoka kwetu, mwelekeo wetu wa asili wa kibadamu ni kudai maelezo. Tunataka formula ya hisabati, tunataka kuamini kuwa tukuwa wema. Mambo mema hututokea tukiwa wabaya, mambo mabaya hututokea. Lakini kitabu cha Ayubu kinavunja kabisa formula hiyo. Ayubu alikuwa mtu mwenye haki, alimpenda Mungu mfano huo. Katika siku moja tu, utajiri wake, watoto wake na afya yake vilitoweka kabisa kwa sura tatipefe. Ayubu anaketi katika majivu, akilia, akipiga kelele, akidai kukutana na Mungu Mwenyezi. Anataka siku yake mahakamani, anataka maswali yake yajibiwe. Sauti katika dhoruba, na hatimaye katika sura ya Trenti ya siki, Mungu anajibu, lakini hajibu kutoka mahali pa sauti ya upole ya mnongono. Anajibu kutoka katikati ya dhoruba kali ya upepo. Lakini tazama kwa makini, Mungu hajibu hata swali moja la Ayubu. Haelezi kuhusu vita vya rohoni na Shetani, haombi msamaha, badala yake Mungu anamuuliza Ayubu mfululizo wa maswali. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Waweza kufunga vifungo vya kilimia? Unampa farasi nguvu zake? Kwa sura 4 Mungu anamuuliza Ayubu hivi: ikiwa huwezi kuendesha mchomozo wa jua, unawezaje kuendesha ulimwengu? Kwa mtazamo wa kwanza, hii inaonekana kama ukali, inaonekana kama mtawala anayetumia mamlaka yake kumkandamiza mtu anayeumia. Lakini kwa hakika ni neema ya kina kabisa ambayo Ayubu ameweza kuipokea. Mungu alikuwa akimkumbusha Ayubu kwamba kwa sababu tu hali fulani inaonekana ya vurugu kwetu, haimaanishi kuwa ni ya vurugu kwake. Mungu hakumpa Ayubu maelezo, alimpa Ayubu ufunuo, alimpa Ayubu nafsi yake. Mabadiliko ya mtazamo wa wasiata. Angalia jibu la Ayubu katika kifungu chetu cha leo. Hemi kusema sasa hatimaye ninalewa. Kwa nini? Watoto wangu walikufa. Hapana, anasema nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kabla ya mateso yake, Ayubu alikuwa na imani ya kuambiwa tu, ya kusikia. Alikuwa na teolojia ya kufanikiwa. Alijua kuhusu Mungu, lakini katikati ya maumivu yake, katika vifusi vya maisha yake, Ayubu alikutana na Mungu kwa udati na kwa karibu kabisa. Tatizo letu kubwa katika mateso si ukosefu wa majibu. Tatizo
Tatizo letu kubwa ni hisia za uongo kwamba Mungu yuko mbali. Tunahisi kama Mungu ametutelekeza, lakini dhoruba inathibitisha kuwa Mungu yupo katikati ya tufani. Kivuli cha msalaba. Karne nyingi baada ya Ayubu kuketi katika majivu, mtu mwingine asiye na hatia alipanda katika mlima ya Yerusalemu. Yesu Kristo alikuwa mwenye haki kamilifu, hata hivyo alivuliwa nguo zake, heshima yake na maisha yake msalabani.